Sancho on the mix. Basi vizuri kweli msikilizaji wa 7.8 Space FM. Nane kasoro dakika zake 2 ya saa za Afrika Mashariki. Hii hapa ni Masha Allah na siku njema kweli ya Ijumaa. Kama nilikujuza leo nitakuwa niko na ugeni. Basi bila khiana na bila kuchelewa, wageni wangu wameshafika katika studio zetu hizi. Na wageni wangu bwana waongezi sana, lakini naambia vipi? Kikiwasho kutokea. Sawa. Basi mimi niwakaribishe pia wageni wangu. Mtajitambulisha. Sasa sisi mtajitambulisha kwa njia ya sanaa ama mtajitambulisha kwamba huko nyumbani mmeaga, mmeoga kina mama kwamba tunaenda studio. Basi karibuni. Na tuanze wapi? Tuanze kwa mwalimu. Bwana unasukumiana. Tuwalimu bwana. Tuanze. Naam, sio tuna walimu. Sawa, karibuni. Asante. Tungetamani tupate kujua majina yenu kiujumla, madrasa ambayo mnatokea na mambo mengine yakaendelea. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah Tabaraka wa Taala ambaye ametuwezesha leo hii kufika katika studio hizi za Space FM. Kwa majina naitwa Abdullah Abeid Khatib. Mbali kidogo Niko mbali. Wewe sogea kidogo. Okay, kwa majina naitwa Abdullah Abeid Khatib kutokea Fuoni Meli 5. Na mimi ni katika crew ya Sautul Nujum. Na kwa majina naitwa Nasir Shamte Hassan, natokea maeneo ya Kwarara. Nipo katika crew ya Sautul Nujum. Sawa, Kwarara Meli 5, crew ya Sautul Nujum. Sautul Nujum ni nani na mkoa ngapi? Mbona hivi kwa crew? Sautul Nujum ni group yetu ambayo tumeianzisha mimi pamoja na Ustad Nasir hapa pamoja na kiongozi wetu. Na mko watu wangapi? Mpaka sasa tuko watu 3 pamoja na kiongozi wetu. Watu 3 pamoja na kiongozi wetu. Kiongozi wenu mmoja naye? Kiongozi wetu tumekuja naye. Basi poa. Tutaona inshallah. Sawa, kwa nini ikawa Sautul Nujum na isiwe kwamba Nasir na Billahi, ndio? Na isiwe mkatengua kati ya Nasir na Billahi mkaita Sautul Nujum, kwa nini? Na hebu tupe maana kingine Kiarabu tumeenda kwa hebu tuambie ni nini maana Sautul Nujum? Sautul Nujum ni sauti ya nyota. Sauti ya nyota. Kwa maana hiyo, yani sisi kwa Kiswahili tunatafsiri kwamba sauti zenye kuvutia, zenye kuvutia zipo katika lugha ya ishara manake. Sawa, ngoja tukazisikilize sauti zenye kuvutia, manake hatutaki zile ambazo zimechujwa, ambazo zimekaririwa, zimefanywa effect. Hebu tupeni hizo sauti ambazo za kuvutia. Hizo sauti zenu ambazo zinafanya nyota. Nyota tusomee kaside gani? Tusomea harusi. Hamna harusi. Tuanze hapo. Bismillah. Tusomea ya wito labda. Tuko live. Bismillah.
Wito wetu Islama kwenu tunawatolea, umri mdogo sana vema tungeutumia. Wito wetu Islama kwenu tunawatolea, umri mdogo sana vema tungeutumia. Sisi umati wa mwisho katwambia chumwa wetu, mara nyingi hitimisho miaka 63. Sisi umati wa mwisho katwambia chumwa wetu, mara nyingi hitimisho miaka 63. Hili halina kificho katika jamii yetu, ni amali njema yako aliyoifanya mtu. Hili halina kificho katika jamii zetu, ni amali njema yako aliyoifanya mtu. Sawa, tupo na sauti nyingi, tupo tunasikiliza sauti zao. Hapa sijapata unaenda kula kia nani, lakini nitakuuliza. Hapa naona kama kuna sauti unaiga, lakini baadaye nitazifafanua. Kuna maelima ya Somali gani wanasuya? Mimi kwa upende wangu ni Fakihi Mbaru. Na wewe? Mimi kwa upande wangu ni Farahani. Mbona una upande wako Fakihi Mbaru, lakini mbona unaenda kupita njia za Mudiru? Njia za Mudiru ni sauti, lakini katika ule usomaji na kuigizia basi wanatamani sana kumigiza Fakihi Mbaru. Sawa. Labda sote Nujumu mulianzia wapi mpaka mkawa kundi mkaa sote Nujumu? Kiukweli sisi tunatoka katika madrasa moja ambayo ipo Fuoni Meitano kwa Mabata, ambayo inaitwa Madrasa tu Al-Amin. Na katika madrasa yetu sisi huwa hatusomi kasida za mnanda, lakini mimi na mwenzangu tumejiona kuwa tunaweza maana yake kuingia katika tasnia kasida za mnanda hizi. Kwa tukaona tuanze kujaribu maana yake kidogo kidogo, kwa tukakutana na kiongozi wetu na wakatupa zile njia tukaanza kurekodi maana. Kwa hiyo mpaka sasa nyinyi mnatumikia madrasa. Lakini kupitia tasnia mnanda mmejitengeneza kama wenyewe. Na walimu hawakuwa wakali baada ya kukuoneni mnaingia huko? Hapana, hawakuwa wakali walimu. Kwa sababu hawasomi kasida za mnanda, lakini wanapendelea zaidi pia an-nashid. Watu tunasoma pia katika mahafali ya madrasa zetu. Na kwa hiyo mpaka nashidi hapo mnakuwa mnasoma, sio? Ndio, sasa. Na ndio mlikoanzia huko. Ndio kuanzia. Haya, wewe kiongozi wenu mlikutana naye wapi? Kiongozi wetu kusema la ukweli tulimpata kwa njia moja kupitia binti mmoja ambaye anaitwa Ukti Zulekha. Kwa hiyo moja kwa moja Ukti Zulekha akatuona kidogo na nyinyi pia mnaonekana kidogo mna kipaji. Kwa nini sikuunganisheni na mwalimu wangu? Kwa hiyo moja kwa moja tumeona bora tuende hapo na tukajulishana naye na mpaka leo ndio tunaendelea. Kama mwingie kwenye tasnia mnanda mna miaka mingapi? Huko kusema kwenda kwanza mwaka wa pili. Na umesoma kasida ngapi? Mpaka sasa hizi zilokuwa ni kwa upande tunaziona ni nzuri, maana yake ataka katika jamii kuzisikiliza. Kwa hiyo mbaya hatuletee. Hapana, sijamaliza bado. Maana yake kuna kasida nyingi ambazo tumesoma lakini hatunaenda kupresent katika maulidi tu. Hapa zinapigika sisi za ujumbe. Naam. Hizi tulizozipiga zote za ujumbe. Sisi lengo letu kasida ambayo ina ujumbe, kwa sababu tunajua atoke na kupiga maulidi tutaenda kupiga yatima, kupiga swala. Kwa hiyo hata ukapige wapi, wewe kama ina ujumbe sisi tunapokea, lakini kwa vile nimesema itakuwa hizi ndio nzuri, hizo huko mbaya hamna. Maana yake tusingezipige kama mbaya. Hamna. Wewe unaona mashine zetu hizi. Hizi kama kitu kibovu mwenyewe ukitamani hata kukisikia. Sasa. Kwa hiyo sawa, tuko na Sauti Nujumu. Kwanza twende tukaisikilize kasida yao ambayo hii nimekabidhiwa majuzi, lakini leo bahati nzuri wenyewe wapo, tukasikilize. Inaitwa Tumeipokea, si ndio? Tumeupokea. Tukasikilize Tumeupokea, tunarudi muda mrefu sana kutoka hapa.
maswali mengi sana ya kumuuliza, mengi mno. Miongoni mwa maswali moja ambayo namuuliza, amekuwa ni mtu mtunzi mzuri sana, ni mtu mwenye kutoa wasanii wengi sana wa kaswida, lakini je, thamani yake anaiona inatoa ama inapatikana kwa hawa ambao yeye amewatoa? Yani thamani yake iko wapi? Kwa sababu kitu ambacho na leo nataka nije kumuuliza, kwa sababu hili ni gegeziko langu la kila siku, miongoni mwa watu ambao wenye kujisikia ni wasomaji kaswida, takuja kumuuliza yeye anareact nao vipi katika harakati zao. Sisi tumepokea kasida kama mlivyoipokea mwezi wa Ramadhani nyinyi. Sawa eh? Ndio sasa. Mtunzi ni yeye, producer ni yeye, si ndio? Ndio. Hivi nyinyi hebu semeni ukweli, mnaamini mtu mmoja anaweza kufanya vitu vile kwa wakati mmoja? Hiyo kiuhalisia mtu mmoja anaweza kufanya vitu vile kwa wakati mmoja manake. Kwanza inatokana na ule uzoefu na kile ambacho kazi yako ambayo umesomea pia. Na kifupi naweza ngasema ana kipaji. Ana kipaji. Kwa hiyo mtu mmoja anaweza kufanya vitu vile. Na vitu vikawa bora. Ndio, sasa vitu vikawa bora. Sawa, wakati mnaisoma hii kasida nyinyi mmegundua nini? Wakati mpo studio. Mmegundua nini? Tumegundua nini manake? Nyinyi si wasomaji. Yaani mkipiga nyumbani mnaisikiaje kwa kasida? Mnaisikiaje? Na kwanza au ndo mnasifiwa? Hamna. Wasanii wa Bongo Flava. Nenda kuwekea chumba zenu kwanza msifieni, umesoma vizuri, alafu ndo mnaona na sisi mnatuletea. Tunajisikia kwanza kupeleka katika ujumbe kwa jamii. Hilo la mwanzo. La pili, yani tunajihisi na sisi kwamba kile kitu tunafanya tunakiweza. Sawa, mlisema mmetokea kwenye madrasa na walimu wenu kazi yenu wanaipokea. Mmeshawahi kuwafikishia walimu wenu wa madrasa hizi kazi zenu mkaambia bwana, sisi katika harakati zetu ambazo tunajishughulisha huku tumefikia hapa, na wakakwambieni mnaweza? Na je, kwenye maulidi yenu mna perform? Ndio, ni perform tu. Kama nilivyokuambia mwanzo, katika madrasa yetu tunafanya maulidi, lakini hatuna zile kasida za mnada, isipokuwa tuna perform nashid. Na kwa hiyo katika sasa unajibu kweli. Na kwa hiyo katika upande wa nashid alhamdulillah wanazipokea vizuri na wanatuona kwa tunaweza manake. Na kati yenu nyinyi kuna mtunzi? Mtunzi. Na sawa. Hebu mtunzi tupigie kidogo hapa, tutungie, ndo tupo spice hapa na Ramadhani hii. Hebu tuletee vitu. Au ndo mpaka uandike? Mbembe hapo kidogo. Nasema tu tumepokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo tupo spicy, waumini hivyo tu basi mpaka kipengele uandike. Umetunga nashidi ngapi? Kusema leo kweli nimetunga nashidi nafika 5 kwa 6 huko, lakini za kitoto mara nyingi na tunakabidhi watoto na sisi wenyewe tunakuwa na gidisho la kuitikia. Mbona unasema za kitoto? Unajiamini katika utunzi wako? Hamna. Hamna. Ulishawahi kutunga ukampelekea kiongozi wako ambao wanaosaidia, alafu akwambia huko ndo umefanya nini huko? Nilishawahi kupeleka kwa kiongozi wangu, lakini ananiambia kwamba iko vizuri, kusema la kweli. Kazi gani ambayo ulimpelekea akakwambia iko vizuri? Hebu tusomee. Nashidi. Tusomee. Hichi kitengo chote kinachokuwa hichi. Assalamu alayhi Zaina al-anbiya, assalamu alayhi atiqal atqiya, assalamu alayhi Zaina al-anbiya, assalamu alayhi atiqal atqiya, assalamu Zainal Anbiya, assalamu alayhi. Hiyo umetunga au umechukua? Hiyo umetunga au umechukua? Hiyo nimetunga. Umetunga? Nimetunga. Mbona
kumbusha kwamba mahali tokea Ramadhani hizo nakumbuka sio watoto. Hamna, hiyo nimetunga. Umetunga haya ina maana gani? Maana umetunga kwa Kiarabu. Hiyo asalamu alaykum ina maana kwamba tunakaribisha wageni. Na salimu na tunakaribisha wageni. Nani akakwambia ingie kwenye kasida? Mimi mwenyewe tu. Wewe mwenyewe? Ndio. Sasa katika kuingia kwenye kasida na kwenye nashdi wapi kuna kubora? Na kuona sasa kuna pobora ni kwenye tasnia hii ya kasida. Kuhusu maokoto ama ndo hamna nikukumbusha, hamna nikuingia kule nikukumbusha tu jamii kama twende sehemu ambayo ilikuwa ni sahihi. Kwa sababu siri moja kwenye kasida hakuna chama, hakuna umoja. Kwenye nashdi kuna chama, kuna umoja. Na nashdi wanafanya matokeo, wanafanya matamasha. Wewe umesikia tamasha la kasida Zanzibar? Niliwahi kusikia. Mwaka gani? Na wewe hapo ndo kwanza na miaka 22. Ndio kusikia. Lakini sijajua, sio kama nafikiri si kwenye 2021 au 20. Sasa tunaenda kusikiliza kazi yao pia wametuletea hapa Umri. Kwa nini Umri? Hiyo imeenda kwa jina la Umri kwa sababu imebeba maudhui ya manake ni umri wa mwanadamu anatakiwa kutumia katika hali gani manake. Na kasida hiyo inaelezea kuwa umri wa mwanadamu anatakiwa kutumia katika yale mambo ya khairati manake, katika mambo yaliokuwa mazuri. Na manake duniani tumekuja kutembea. Na duniani matembezi tu. Kwa hiyo Umri ndo tunaozungumzia. Naam. Sawa, tukasikilize Umri. Tukitoka hapo nafasi moja hapo nitaomba kiongozi kidogo ili tupate kufundana. Mimi siwezi kukuulizeni maswali mengi kwa sababu kwenye tasnia ndo kwanza. Lakini natamani niwaulize lakini naona kama mtakuja kugaga. Kwa hiyo kwanza tukisikilize huko. Na wewe umepasha kuzembea. Leo najibu kama ndo tunga. Sawa. Kiongozi mpisha.